Ya bajeti anatarajiwa kusomwa adhuhuri ya leo. Na Ali Manzu yuko Ange katika bunge la taifa ambako tunatarajia shughuli zima kufanyika. Ali Manzu, hali iko vipi? Mmeraukia yepi katika majengo ya bunge asubuhi ya leo? Asante sana kutoka studio Zubeda. Bila shaka leo ni siku kubwa hapa nchini Kenya, siku ambayo bajeti ya kitaifa ya kipindi cha matumizi ya mwaka 2025-2026 bila shaka itakuwa ni yenye kusoma kuanzia wakati wowote mwendo wa saa 8:30 katika majengo ya bunge, na tuko hapa kukuelezea kinachojiri hivi sasa. Kinyume na hali ya kawaida katika miaka ya nyuma ni kwamba ingawa ni siku ya bajeti, lakini kuna kamati nyingi zinaendeleza vikao vyake katika majengo ya bunge. Kuna kamati ya usalama, kuna kamati kuhusiana na masuala ya afya ambazo ni kama kamati mbili pia zinaendelea na vikao vyake kwa sasa. Lakini siku hii ya leo ni siku ya bajeti na Kenya inadhamiria kutumia kima cha bajeti ya shilingi trilioni 4.28. Hizi ni fedha ambazo zitakazokuwa za matumizi katika kipindi hiki kuanzia Juni hadi mwakani pale, yani kipindi cha mwaka 2025 mwaka 2026. Je, hii ni bajeti ya aina gani? Kihistoria, kwa mara ya kwanza bajeti imefika kima cha shilingi trilioni 4.2. Je, ni mambo gani ambayo yatamfaidi mwananchi wa Kenya? Je, ni bajeti ya mwananchi au tunajaribu kusawazisha mambo kulingana na changamoto tulizonazo za kiuchumi, sio Kenya peke yake bali ukanda huu wa Afrika ya Mashariki? Naye hivi sasa mbunge kutoka maeneo ya Matungu, Peter na Bulindo, karibu sana katika kipindi chetu hiki ambacho kinaendelea hivi sasa. Labda mheshimiwa, kwa manufaa ya mtazamaji ambaye anayekupata hivi sasa kwenye KTN, hii ni bajeti ya nani? Asante sana bwana my friend Ali. Kwanza hii bajeti ni ya serikali. Hii bajeti kuangalia maono yangu ni ya serikali na wala sio ya mwananchi. Kwa sababu kuanzia mwaka jana mwananchi amekuwa kilalamika kwamba gharama ya maisha iko juu sana. Na kwa hivyo mwananchi amekuwa na ugumu wa maisha. Wale ambao wanafanya kazi wamekuwa wakipata kwamba ile payslip yao inaendelea kuwa ndogo kila siku. Ndiyo. Kila siku kuna kitu ambayo inakatwa, kuna siku ambayo inakatwa. Kwa hivyo maisha imekuwa magumu kwa Wakenya. Na kwa hivyo mimi nilikuwa natarajia kwamba hii bajeti ingekuja na zile mikakati za kuhakikisha kwamba wamepunguza ile asilimia ambayo wananchi wanakatwa kuanzia kwa PAYE, kuanzia kwa VAT, kuanzia kwa mambo yote ya ushuru, ili mwananchi aweze kupata ile nafuu. Lakini sasa unaona hii bajeti kufuatana na yale ambayo nimesoma na nikaona ni kwamba waziri ama serikali inatengeneza budget ili serikali iweze kusurvive. Na pia wanafanya balancing kuona kwamba wasikosee mwananchi, ili mwananchi akuje tena kuanza kufanya maandamano kama mwaka jana. Kwa hivyo serikali iko na changamoto kwamba inataka ipendeze upande wa serikali, pesa ipatikane kufanya miradi ya serikali, na pia ipendeze wananchi wasije wakatoka kwa nyumba zao waje waingie kwa mtaani streets, barabarani waanze kurusha mawe. Kwa hivyo serikali iko na uoga kwamba kitu kidogo tu kinawezafanya wananchi wakarudi barabarani kukataa mambo ya finance bill. Kuna kitu kimoja hapa, mwaka jana kama kipindi kama hiki mheshimiwa na Bulindo, gharama ya maisha ilikuwa tuseme 6 sarafu kadhaa hapo. Hivi sasa tunapozungumza leo kwenye gharama ile ya mwezi wa Mei ni 3.8, kumaanisha imeshuka. Kwa hivyo Mkenya wa kawaida pia litazamia labda kutokamana na gharama kushuka na hali kuwa nzuri, labda mambo yangeenda vizuri, ambapo tungekuta kwamba bajeti kidogo imesawazishwa vizuri, lakini sio hivyo, nikana kwamba bado tunachukua pesa nyingi. Asante sana. Ningependa kusema kwamba lengo kubwa la bajeti ni kuweza kwanza kuhakikisha serikali inaendeleza mipangilio yake na mwananchi anapata nafuu. Na sisi kama wabunge kazi yetu ni kuangalia kwamba mwananchi anatoa ushuru, ndio ushuru isifinye mwananchi, na pia hiyo ushuru yenye mwananchi anatoa iwe inaweza kutumika kwa njia inayofaa. Vile mnajua Kenya hii, shida ya Kenya sio pesa. Shida ya Kenya ni vile pesa inatumika. Kuna miaka mingi watu wamekuwa wakisema
wastage ni nyingi sana kwa hii serikali na serikali zingine hizo, kwa sababu utaona hii bajeti ya 4.2 trillion bajeti ya juu sana. Ndio. Lakini kwa hii budget 70% ya hii budget inaenda kulipa mishahara, inaenda kulipa allowances, inaenda kulipa per diem, na inaenda kuhakikisha kwamba wale watu ambao wanakaa kwa ofisi wanapata chai, wanapata mandazi, wanapata samosa. Swala la kuangalia madeni, kuangalia masuala ya maendeleo hapa ni kama unasema kwamba hayatopewa kipaumbele. Hapa recurrent expenditure ndio hii budget ina fund. Hii budget ina fund recurrent expenditure badala ya development expenditure. Katiba yetu inasema kwamba 70% ya budget inatakana iwe inaenda upande wa development. Lakini tunaona kwamba 70% badala ya kwenda upande wa development inaenda upande wa mishahara. Inaitwa recurrent expenditure. Pesa ambayo inatumika na haiwezi kurudi. Pesa isiyo ya investment. Pesa unalipa mtu mshahara aende nayo nyumbani. Lakini ile ya development ni pesa kidogo sana, na hiyo ndio inanipa wasiwasi. Tutaweza kuendelea nchi namna gani ikiwa pesa nyingi inaenda kwa mishahara? Na ndio sababu unaona sisi kama nchi tunakopa sana. Tunakopa sana kwa sababu kabla serikali ijenge barabara lazima ikope. Hatuna pesa ambayo sisi tunaokota ambayo inaweza kutosha kujenga barabara Kenya hii. Tuje kwa mwananchi mwenyewe hivi sasa, anatarajia kwamba vitu vitashuka, bei ya bidhaa muhimu zitashuka, na pia labda pesa ingie mfukoni ili pia yeye apate kufaidi. Je, hii inawezekana kupitia bajeti hii? Baada ya bajeti kusomwa, ataweza kuweka pesa kwa mfuko vile inavyohitajika? Ninatarajia hivyo Bwana Ali. Ninatarajia kwamba baada ya hii budget kusomwa, natarajia kwamba Waziri Mbadi atakapokuja chemba leo atatueleza sisi kama wabunge kwamba kwa mwananchi nimetoa ushuru fulani ili mwananchi apate nafuu, nimetoa kitu fulani ili mwananchi apate nafuu. Kwa hivyo leo kabla mimi niseme lolote, ninatarajia nisikize yale mipangilio ambayo waziri ameweka, ile ambayo inaweza kufanya mwananchi apate hiyo nafuu. Ninatarajia hayo. Hata mimi kama Mkenya ninatarajia kwamba tupate hii relief, mimi pia niweze kupata pesa mfukoni. Niko na watu wengi, niko na familia na ambayo pia inahitaji mimi pia nikuwe na pesa mfukoni kuweza kusaidia familia yangu. Mwisho kabisa, kwa mara ya kwanza katika Kenya hii ni serikali tunaita serikali ambayo imejumuisha asasi zingine. Umekuta upinzani umeingia kule ndani. Mheshimiwa Mbadi ametoka upande wa ODM ambaye ameingia sasa ndio waziri wa fedha na kadhalika. Unatarajia yapi mazuri ambayo labda kupitia maono ya hizi asasi ile hapa tukizungumzia Mheshimiwa Rais William Ruto na Mheshimiwa ndugu yake ambaye ni Raila Odinga kuja pamoja, kutaleta faida gani katika kuonyesha kwamba hii bajeti kweli safari hii imetengenezwa na itamfaa mwananchi, licha ya kuwa ni kwa mara ya kwanza kihistoria ni kwamba ni bajeti ya trilioni 4.2. Asante sana. Kwanza Mbadi, Mheshimiwa Mbadi ambaye alikuwa mmoja wetu hapa bungeni, akaenda akaingia akapewa nafasi ya kuwa kwa treasury na mkuu wa nchi, na haya yalitokana na mipangilio ambayo tulikuwa nayo ya kuweka ODM na UDA pamoja ili tuweze kutengeneza broad based government. Na kwa hii broad based government kitu ambayo ilikuwa katika ule mkataba kwa zile point 10 ilikuwa ni kwamba jambo la kwanza ambalo broad based government itafanya itakuwa ni kushukisha gharama ya maisha, kuhakikisha kwamba uchumi unaimarika. Kwamba uchumi uwe inaimarika. Lakini saizi hata vile tu wanasema kwamba unasema kwamba hiyo inflation imerudi chini, waziri amesema uchumi imeenda juu, sasa hivi iko 4.7% growth. Lakini mwananchi hana kitu kwa mfuko. Hayo manufaa hayajarudi yakafika kwa mwananchi. Kwa hivyo leo ninatarajia Mbadi aweze kutueleza manufaa ya hii broad based government itakuja kwa njia gani, nini ameweka kwa hii budget yenye itafanya mwananchi asikie uzuri kwamba broad based government ni serikali ya mwananchi. Asante sana. Ni Mheshimiwa
na mbunge kutoka maeneo ya Matungu, kaunti ya Kakamega kule, na ni jirani sana ya zile maeneo bunge ya Mumias Mashariki na Mumias Magharibi. Bila shaka mtazamaji, naomba niwape fursa pia wenzangu ambao wako maeneo mbalimbali taifa, ili waweze pia tuweze kusikia kutoka kwao na wananchi maoni yao gani kuhusiana na bajeti hii, na kupeleka moja kwa moja hadi katika kaunti ya Nakuru ambako mwanahabari mwenzangu Ken Gashuhi yuko hapo kwa sasa.